Bwana, mambo vipi? Bwana, leo nimekuletea video hii. Ni video muhimu sana. Bwana, kama uko serious na unahitaji kufanikiwa kwenye maisha yako, basi ni video ambayo unatakiwa usikilize mwanzo mpaka mwisho. Bwana, nimekuletea mambo 7 ambayo vijana wengi, ambao watu wengi wanaamini yanatosha kuwafanya wafanikiwe, lakini sio mambo ambayo yanatosha kukufanya ufanikiwe bila juhudi fulani kuzifanya. So ni mambo muhimu sana kuyasikiliza mwanzo mpaka mwisho. Jambo la kwanza ambalo vijana wengi wanaamini linaweza likawafanya wakafanikiwa, lakini sio jambo pekee ambalo linatosha kufanya ufanikiwe, ni kutegemea bahati. Kwenye maisha watu wengi sana wanategemea bahati, lakini bahati pekee haitoshi kukufanya ufanikiwe. Lazima kuna juhudi fulani kwenye kile unachokiamini. Kama bahati itakuja, basi inakuja tu, lakini bahati pekee haitoshi kukufanya ufanikiwe. So kwenye maisha ukisubiri bahati, basi sahau kuhusu kufanikiwa. Kwenye maisha ukiishi kwa kutegemea bahati, sahau kuhusu kufanikiwa, kwa sababu bahati inaweza ikaja, lakini sio lazima kuja. Kwa hiyo inaweza ikaja au isije. So ukiishi kwa kutegemea bahati, basi sahau kuhusu kufanikiwa. Hicho ni kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili ni maombi bila matendo. Bwana, kwenye maisha ukitegemea maombi peke yake hayatoshi. Lazima kuwe kuna maombi, lakini kuwe kuna matendo fulani kupitia maombi unayofanya. So ukiishi kwa kutegemea maombi tu, basi sahau kuhusu kufanikiwa. Watu wengi sana wamekuwa wakiishi kwa kutegemea maombi. Wamekuwa wakiishi kwa kutegemea, wanahisi wanaweza kufanikiwa kutegemea maombi. Yaani kuna namna fulani watu wanaamini maombi peke yake yanatosha bila juhudi fulani. Ni ngumu sana kufanikiwa kutegemea maombi. Ndio maana kwenye makanisa kuna watu wanaomba kila siku, lakini ni watu ambao hawana kitu. So maombi peke yake hayatoshi. Lazima kuna maombi, lakini kuna juhudi fulani ambazo unakuwa nazo, ambazo kufanikisha kutimiza ile maombi na kutimiza mafanikio. So ukitegemea maombi peke yake hayatoshi. Lakini kitu cha tatu ambacho ni muhimu zaidi kwenye maisha, ambacho watu wengi pia wanaamini kinaweza kuwafanikisha, lakini sio kitu pekee ambacho kinatosha kufanya ufanikiwe, ni kutegemea watu wengine. Kwenye maisha, amini usiamini, hakuna mtu ambaye amezaliwa kwa ajili ya kuja kukusaidia wewe. Kila mtu ana mchakato wake, kila mtu ana kitu chake cha kufanya hapa duniani. So ukiishi kwa kumtegemea ndugu, mtu fulani ambao naamini anaweza kaacha majukumu yake akaja kukushika mkono, akaja kukusaidia wewe ili ufanikiwe, ni ngumu. So kwenye maisha hakikisha wewe unaanza kufanya kitu fulani, alafu yule mtu anaona juhudi zako, so anakuja kukusaidia kwa sababu ameona kuna kitu unakifanya. Lakini ukiishi kwa kutegemea kwamba kuna mtu atakuja kukusaidia kwenye maisha yako, sawa kuhusu kufanikiwa. So ukiishi kwa kutegemea wengine, ukiamini watu wapo kwa ajili ya kuja kukusaidia ili ufanikiwe, ni ngumu. Usitegemee watu wengine kwenye maisha. Anza kufanya wewe. So watu waje kukuboost au watu waje kukusaidia baada ya wewe kuanzisha kitu. So watu wanakuja kukusaidia kwa sababu kuna kitu umekianzisha. Lakini ukiishi kwa kutegemea wengine, sawa kuhusu kufanikiwa. Lakini kitu cha 4 na cha muhimu zaidi ni kuhusu vipaji bila nidhamu. Bwana, watu wana vipaji lakini hawana nidhamu. So kwenye maisha ukitegemea kipaji alafu ukawa huna nidhamu, sawa kuhusu kufanikiwa. So unapokuwa na kipaji kisha unakuwa na nidhamu, ndio maana unakuta kuna wasanii wengi kama kina Diamond Platnumz, kuna watu wengi sana huko mbele wanaendelea kwenda mbele kwa sababu wale watu wana nidhamu. So unaweza kuwa mchezaji mzuri wa mpira, lakini kama una nidhamu, sawa kwenda mbali. Yaani kipaji kinahitaji zaidi nidhamu. So ukiwa na kipaji alafu una nidhamu, sawa kuhusu kufanikiwa. Kipaji lazima kitapotea tu. Kipaji lazima kitashinda kukufikisha sehemu ambayo unahitaji kwa sababu nidhamu huna. So kipaji lazima kiwe na nidhamu. Kwa kipaji bila nidhamu, sawa kuhusu kufanikiwa. Lakini kitu cha 5 ni kusubiri muda sahihi wa kuanzisha kitu ambacho unataka ukianzishe, au kuamini kuna muda sahihi wa kufanikiwa. So kwenye maisha ukiamini kuna muda sahihi wa kufanya kitu fulani, au kuna muda sahihi wa kufanikiwa kwenye jambo fulani, sahau kuhusu kufanikiwa. So kwenye maisha kuna muda sahihi. Muda ambao unaona kabisa ndio muda ambao utakao ufanye, basi uanze kufanya. Usisubiri muda sahihi wa kufanya kitu. Ukisubiri muda sahihi, basi sahau kuhusu kufanikiwa. Hakuna kitu kinaitwa muda sahihi. Muda ambao unahitaji kufanya kitu fulani wewe fanya. Usisubiri muda kwamba kuna muda fulani utafanikiwa au kuna muda fulani utafanya. Wewe fanya leo, usisubiri muda sahihi. Sahau kuhusu kufanikiwa. Ukiamini kuna muda sahihi wa kufanikiwa. Kitu cha 6 ni kutaka mafanikio ya haraka. So kwenye maisha ukiishi kwa kutegemea mafanikio ya haraka, sahau kuhusu kufanikiwa. Ndio maana vijana wengi utawakuta kwenye makasino fulani wakitafuta mafanikio ya haraka. Hakuna mafanikio ya haraka pasipo mchakato. Lazima kuwe kuna mchakato fulani ili uweze kufanikiwa. So ukiishi kwa kutegemea mafanikio ya haraka, sahau kuhusu mafanikio. So kwenye maisha hakuna kitu kinaitwa mafanikio ya haraka. Hakuna kitu ambacho kinaitwa mafanikio bila mchakato. Lazima kuwe kuna mchakato fulani ambao umeufanya ndio ufanikiwe. Lakini mafanikio ya haraka hayapo. Ikitokea amekuja, basi ndio hiyo
tunarudi kule kule kwenye bahati. Ni bahati imetoka, ni bahati ambayo imekuja kwenye maisha yako, lakini hakuna kitu kinaitwa mafanikio bila mchakato. Kwa lazima uwe na mchakato. Ukisubiri mafanikio ya haraka au ukategemea mafanikio ya haraka bila mchakato, sahau kuhusu kufanikiwa. Ni ngumu sana kufanikiwa kwa kutegemea mafanikio ya haraka. Lazima uwe na mchakato ili uweze kufanikiwa. Lakini kitu cha 7 na cha mwisho ni kulaumu mazingira, kulaumu historia, lakini kulaumu watu fulani. So ni ngumu sana kufanikiwa kwa kulaumu watu. Kwenye maisha hakikisha wewe ndio unakuwa mtu fulani ambaye unaweza kufanikisha jambo fulani linalohusiana na mafanikio kwenye maisha yako. Lakini ukiishi kwa kuamini kwamba kuna kitu fulani kilisababisha kwenye maisha yako ndio ukashindwa kufanikiwa, ukaishi kulaumu tu bila kuchukua hatua, sahau kuhusu kufanikiwa. Usiishi kwa kulaumu mazingira, usiishi kwa kulaumu historia, mambo fulani ambayo yashapita au kizazi chako kwa sababu hakijawahi fanikiwa kwenye maisha yao, basi ukategemea na wewe uweze kufanikiwa. Sahau kuhusu kufanikiwa. So wazazi ni wazazi wako, babu ni babu zako. Kwenye maisha hakikisha wewe ndio unakuwa sehemu ya chachu ya mafanikio. Lakini kwa sababu wazazi wako walishindwa kufanikiwa, basi ukaamini kwa sababu kizazi chako hakiwezi kufanikiwa, basi na wewe huwezi kufanikiwa. Sahau kuhusu kufanikiwa. Kwa hiyo lazima uwe sehemu ya chachu ya kubadilisha maisha kwenye historia ya kizazi chako au kwenye historia ya mazingira hayo ambayo unaishi. Kwa mazingira sio sehemu ya kusababisha usifanikiwe. Kwa hiyo ukiishi kwa kulaumu, basi sahau kuhusu kufanikiwa. Bana, hii ni video muhimu sana kwa kijana yote ambaye anahitaji kufanikiwa. So unaweza ukascroll pia ukaisikiliza tena. Lakini pia usisahau kusubscribe hapo, usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia usisahau kushare hii video kwenda kwa watu wengine ili waweze kujifunza ambao wewe umejifunza pia. Utakuwa umetisha sana na Mungu atakuwa amekubariki sana.